lakini kisa cha Kain na Abel ndugu yake. Mwenyezi Mungu muumbaji alitamka neno kuhusu damu iliyomwagika kwa ardhi. Damu hiyo Mungu alizungumza kutoka kwa kinywa chake akisema, hiyo damu inanililia mimi. Nikagundua kwamba damu haifi. Damu inaweza kuleta mateso. Ni damu ya Yesu peke yake ndiyo ambayo inabariki. Lakini damu nyingine ambayo inamwagika chini ya ardhi hii pasipo na hatia huleta mateso. Kwa wale ambao wanatesa wanadamu wenzi wao, na damu, hakuna damu nyeupe. Damu ni damu. Ikimwagika kwa ardhi na inaleta mateso. Pengine huu ujumbe wangu ungewafikia wale wanaochukulia kwa mzaha kumwaga damu, ambao hawana uwezo wa kutengeneza, ya kwamba haitaleta amani kwa ulimwengu, kwa familia, hata kwa boma. Nataka niseme ya kwamba damu hiyo ya Albert ambayo imemwagika bila hatia, walio na uwezo kuona kwamba wanachukua damu ya maisha ya wenzi wao na kumwaga damu ili wabakie katika hali yao na kuficha uovu wao, basi wajue kwamba watabaki na heshima, watabaki na utajiri na sifa za aina yote, lakini hawatakuwa na amani katika maisha yao. Sababu Kain, Mungu alitamka ya kwamba damu ya Abel inamlilia. Hiyo ndio kauli yangu ambayo naweza niseme, na Proverbs hiyo ambayo nimesema, Mungu aweze kusimama kuwa Mungu. Shukrani zimetolewa hapa. Sijui niseme nini. Bado tutapeleka mwili nyumbani. Lakini nasisitiza, baada ya mke wangu kuongea kuhusu swala la maombi, nikiwa kanisani, jameni, bila maombi hatutaweza kusimama. Maana tumebaki sisi jinsi ambavyo mnatuona hivi, tuko pamoja. Lakini baada ya muda mchache mazishi, tutabaki sisi jinsi mnavyotuona hapa. Ni maombi yenu hata mkiwa mbali itatusimamisha. Mungu aweze kuwabariki. Shukrani zimetolewa na bado tutaendelea kuwashukuru wale waliosimama nasi. Mungu aweze kuwabariki nyote.